mjane wa ndugu Philip Githua na familia, wakuu wa kanisa na viongozi wengine wote na marafiki Muriega. Leo nimekuja kwa sababu tumepoteza ndugu yetu, rafiki, mwanachama na Mkenya mzalendo, na tukasema tuje tufariji jamii kwa sababu ni pigo kubwa. Ni pendo la Mwenyezi Mungu kwa sababu yeye ndio anatupatia uhai na yeye pia ndio anatuita. Lakini kwa jamii pia kuna wakati ambapo wanapitia hali ya uchungu, na tumekuja hapa wote ili kusema pole na tuwashike mkono kidogo, lakini mfariji mkuu ni Mwenyezi Mungu mwenyewe. Jamii walikuwa wakipata matatizo wakati mambo ya dialysis ilikuwa ikisumbua sana. Tulikuwa tunaongea na Githua, saa zingine naongea na mama, saa zingine naongea na Gikuru Simon, na tunasaidiana vilivyo. Lakini vile governor amesema ni lazima tutoke kwa ile hali ya kupiga siasa na tuelekee kwa hali ya kuimarisha maisha ya Wakenya. Ugonjwa ambao unahitaji dialysis ama inakupeleka kwa dialysis, ugonjwa kama wa saratani ama hiyo diabetes, ni ugonjwa ambao inaleta shida kwa jamii. It can impoverish a whole family. Kuna magonjwa ambayo yanaweza toa jamii kwa hali fulani mpaka iwaweke kwa hali ya umaskini. Na ndio kwa sababu tumezungumzia, hata gavana ametaja kuhusu mambo ya NHIF, tuweke pesa pale, tusaidie wananchi wengi, ili lengo letu kwa serikali ya Kenya Kwanza ya universal health care ipatikane na ifikie kila mwananchi katika taifa letu. Haya ndio sisi tungependa tutimize. Tumekuwa na Githua na nimeangalia kwa kitabu. Mimi nimekuwa rafiki sana wa watu wa Madhira. Nilianza sana na mzee wenu Kuguru. Nilikuwa kijana, siko mzee kama yeye. Kiongozi shupavu, akamaliza wakati wake. Nilikuwa rafiki wa engineer Maina ambaye pia alikuwa mjumbe wenu. Tena hata kifamilia yeye ni rafiki. Alafu yule ambaye alikuwa governor wetu, ndugu wa deputy president, tena alikuwa rafiki, tukajuana kwa siku hizo zote. Na hata deputy president juzi alitoboa siri akiwa Kakamega, akasema watu hawajui, lakini urafiki wetu ulianza zamani. Yeye wakati huo akiwa akishikilia ofisi ya Uhuru kama akiwa rafiki yake hapo awali, walikuwa wanakaa mpaka Mululu, akaambia watu walikuwa kilala kwangu. Kwa hivyo nikikaa hapa Karatina, Madhira, kuna damu nzuri hapa ya urafiki. Na kwa Nyeri kwa kijumla. Kama ningekuwa na nafasi ningetaja wengine, lakini wacha niwachie hapo. But what is important ni kwamba tunataka tuwe na uhusiano mzuri na tushikane. Na nimesimama hapa pia nikisema Rais Deputy President alinituma na ujumbe wa kusema pole, anajua familia hii. Na nilimwambia nitakuja hapa siku ya leo, wako na shughuli na rais upande ule mwingine kwa mambo ya social protection. Na tulikuwa na governor wenu kule Kakamega, wakaja tena kwa mambo mengine.
tena yeye ana ukoo na urafiki kule Kakamega, huyu bwana Kahiga. So the country is integrated. Tumeshikana. Na ni vizuri sasa tujenge taifa vizuri kama kitu kimoja. Na nyinyi watu wa Mlima Kenya, kama kuna wakati ambao mumetoa any doubt kwa fikira za Wakenya, ni kwa kura ambayo mlipiga 2022. Kwa sababu it had become as if it is given kwamba Mount Kenya hawawezi pigia mtu mwingine yeyote kura. You surprised everybody. You showed them that don't stereotype us. When it is time for us to make a certain decision, we shall make it without fear or favor. And you made a decision that completely altered the politics of this country when you voted for William Samoei Ruto. Kwa hivyo mimi nawafulia kofia. Na wakati tulikuwa tukifanya campaign, the day tulizungumza na wakina Githua na viongozi wengine wa Mount Kenya ambao walikuwa kwa ANC, kwa sababu sasa mimi nimewacha, kuna party leader mwingine, hata sasa Gikuru hawezi kuwa Secretary General kwa sababu ameingia kwa nafasi nyingine. The day tulizungumza na tukapanga vile tulitengeneza ile ilikuwa inaitwa earthquake. Mnakumbuka hiyo? Si ilitingiza na ikabadilisha maneno. Wakati tulifanya hivyo, Githua alikuwa ananiambia, you know, you have made our life much easier. Kwa sababu sasa tulikuwa tumeingiana kabisa na vile wenyeji katika sehemu hii na Wakenya wengi walikuwa wanataka, na tukafaulu. And our mission is to unify and bring stability and peace in the country. Na ndio kwa sababu mimi naungana na governor wetu kusema kwamba the president, even in victory, President William Ruto has shown magnanimity. He has extended a hand of magnanimity. He has said, Kenya is ours, let us pull together, let us move forward. And the president was very courteous in his statement. Hata leo nimekuwa na watu kutoka European Union tukizindua usaidizi karibu bilioni 2 wanaleta kupambana na jangwa la ukamwe katika sehemu mbalimbali za Kenya. Wakasema the president's statement was a true statesman's statement. Hila alitoa. Because he went to the level of addressing the leader of opposition as my brother Raila. My brother Raila. Very significant message. Now you must contrast how he was addressing my brother Raila and how the other side was addressing him. Calling him Mr. Ruto, and yet he's the president, but him, he humbled himself and addressed as my brother Raila. So that tells you that the president is very ready to bring harmony in this country. And that is why we support him. That is why we support the deputy president. And we are together going to work so that we move forward, but genuinely.
genuinely. If we want to move forward, let us do it genuinely. That is what will bring peace. Tukiweka vitu zingine, kadi zingine chini ya mesa, basi tutakuwa tunaharibu. So this initiative must be taken seriously and let people discuss realistically so that we can find solutions and we move forward. Tunataka madawa zingie kwa hospitali, tunataka barabara zetu zijengwe, tunataka madeni ambayo wafanyabiashara hapa Nyeri wanaumia. Kuna wengi wamefanya kazi for the national government, wengine wamefanya kazi for the county government, but they have not been paid. Kwa sababu kule juu, we must remit money to Kahiga. We are delaying in remitting money. Na upande ule mwingine, kwa sababu ya shida nyingi, we are not getting what we want on time. So there are so many challenges that we must resolve. And that is why we must have honorable politics, we must have honorable conversations, and we must have honorable solutions coming out of our conversations. So it is in that spirit that we encourage the President, Dr. William Samoei Ruto, that you have set the pace. Let our legislators do it so that it is done legally. A bipartisan parliamentary process. Parliamentary process. So that the law can be anchored the way it should be anchored in accordance with the Constitution. Kwa hivyo hayo ndio sisi tunataka tusukume, na nimepata maneno mawili matatu kutoka kwa familia which we will work on. Kama nimepata ujumbe that kijana Kelvin is working a little bit far from the station, the family may wish to request that tuangalie so that he can come closer, asaidie the family na asaidie kuchunga boma ya Gidhua. We will take up that challenge. Na kwa kijumla tumepata kwamba the program that the president was launching about social protection for the entire community, that we need to do more, kwa sababu kuna wazee wengine ambao who are supposed to be entitled to certain benefits. It's taking too long, so we need to address all those issues properly, and we shall do it. We shall do it. Tutaangalia haya maneno yote ili tujaribu kuhakikisha kwamba tunasonga vizuri. Na governor, he shoots straight. Ukitaka kujua gauge vizuri, once you hear what the governor of Nyeri tells you, huyo hafichi. That is why we respect him, that is why we like him. He tells you as it is. And that is a very good attribute. Anasema vile yalivyo. Hafichi. So we are happy because when he speaks, we know he's telling us what is on the ground. And we shall move together and continuously to work with him and the people of Nyeri everywhere, ili mambo yawe sawa sawa. And I want to surprise you. Niko hapa na rafiki yangu. He's one of my special advisors in the office of the Prime Cabinet Secretary. I want to call Wakili hapa. Awasalamie. He's called Sami Karanja. Sami Karanja is a special advisor in my office. He's from Nyeri. And he's a senior lawyer. Lakini yuko hapa. Sasa, Mutahi, you can see, I cannot forget you. Yes, Philip was also a very good friend of mine. My name is Samuel Maina Karanja, Nyumete Mokoro Ine, and I have walked a journey also with the Prime Cabinet Secretary
I'm now working in his office. Yeah, condolences to you all. Haya, sasa ndio hiyo. Mkinipata kesho nitamweleza hata zaidi. But we are here to really condole with the family, and when we are through with the service, we'll have a few moments to talk to the family, but more important, to bid farewell to our good friend and to encourage the family that we will be there and our friendship will continue, even if Philip himself has left us. Kwa hivyo msimame imara, na Gikuru amekuwa Secretary General wetu, tunamwombea mema kwa sababu pia naye sasa rais ameona kwamba anaweza fanya kazi katika a different area. We wish him well there. He's a young man, and our business is also to encourage and build young people the way society ought to be. Juzi, when the president was speaking at the Public Service Commission day, alikuwa akisema it is important that those who are in certain positions also mentor and bring up the younger people to be able to take over as time goes. Kwa hivyo we will be working very closely with the young people of this country so that we can systematically usher them into their space, because you never know, the world is moving so fast and you want that to happen. Na mimi nauliza, nimezungumza mambo ya deputy president hapa, hiyo salamu yake niende kumwambia namna gani? Muko na yeye? Kabisa kabisa? Kabisa? Ama mnandanganya? 100%? Asante sana. Thank you. +1. Asante sana. I'll convey the message.